naongea na mume wangu. Sijui atarudi lini. Sikuamkii kwa sababu mpendi baba yangu. Umemkumbuka vipi wakati wewe ndio umemkimbiza hapa? Umesikia, mimi sikupendi wewe hadi mwanao simpendi. Bibi leo nahitaji nikusaidie kupika. Unaonekana wewe ukamwona kama ngaweje? Unamwona wewe kama pungu. Hii damu. Mama kijacho. Mama kijacho. Mama kijacho. Mama kijacho. Hivyo ulikuwa wapi mpaka muda huu? Niko kuna Hadija. Yaani unataka kuniambia kwamba muda wote wewe uko kwa kina Hadija, usiku unaingia haujui kabisa huu ni usiku kwamba natakiwa niwepo nyumbani? Nisamee kaka, sitorudia tena. Kitu kikubwa ulichokuwa unakifanya ni nini huko? Jambo lilokuchelewesha wewe ukakaa muda wote huo ni jambo gani hilo? Nilikuwa tu napiga story. Yaani story tu hizo ndio zimekuchelewesha mpaka unakuja muda huu nyumbani. Yaani story tu zimekuweka muda wote umekalisha matako kwamba hujui kama sasa hivi kaka atakuwa amesharudi nyumbani, funguo unayo wewe, umekaa tu unapiga story. Wewe mbona hujielewi wewe? Unataka sasa hapa nyumbani sasa tu tunaendeshana sasa kwa bakola sasa. Wewe unapojiona na utu uzima huo mimi nichukue bakola nikupige kweli. Ndicho unachokitaka kwa sababu unajiona umeshakuwa sasa unaweza kufanya jambo unaloliamua wewe. Si ndio maana yake? Umekuwa, si ndio? Sasa kwa nini unajiamulia maamuzi yako wewe kichwani mwako? Wewe unajua hapo chini ya kaka yako hapo. Mbona unaleta mambo ya ajabu? Au nataka niongee vipi? Yaani niongee namna gani unielewe wewe? Hapana kaka, sio hivyo. Tambua hata kama umekuwa unajiona mkubwa, hapa sasa hivi upo chini yangu. Nikiongea sana kaka yako kwamba ungewahi kunifikia unaweza kuanza kuhisi labda hizo mimi sijui namna gani, sawa? Lakini wewe ni mtoto wa kike hapo ulipo. Sasa hivi uko njiani uko unapata tatizo, mimi nafanyaje? Na unajua hiki ni kijiji kina mapoli. Unataka unipe heka mimi za kwanza sasa kukuhudumia wewe, yani umeshaumia, sijui umeshapata tatizo, unipe tena mimi heka za kwanza kuhangaika. Niache shamba sasa kulima, nianze kukuhangaikia wewe. Au kwamba muda huu sasa usiku huu mimi nitoke nianze kupita kuulizia, bwana unamuulizia Ailini wapi? Wewe usinipande mimi kichwani ujue. Ukiwa hapa unabidi uniheshimu. Hapo jitambue wewe ni mtu mzima sasa kwamba unajua huu muda wa kuwepo nyumbani. Ungekuwa kwa mumeo huko labda ungefanya mambo hayo au ungekuwa unaishi peke yako. Nisamee kaka, sitorudia nielewe. Hebu nenda kapike huko ndani. Mtizame kwanza. Nikikuona nakuona ni mtu ambaye unajielewa kumbe ni 000 kabisa. Mambo ya ajabu. Niko poa. Niko poa sio. Niko poa kabisa. Niambie. Shoga yangu, jana kila kitu tunaenda kama tulivyopanga. Wewe usiniambie. Hongera shoga yangu. Hongera. Asante. Lakini kesho jana alipigia simu, ananiambia kwamba nataka tuonane. Nadhani muda sahihi ndio nionane naye ili niambie kila kitu kinachohusu mimi. Sasa hapo wewe nenda. Lakini
Usiende kujichanganya ukamwambia kuwa una mpenzi mpya. Itakuwa umeharibu kila kitu. Hata kabla ile jambo bado halijafanikiwa bado. Maana akili zako nazijua. Chelewe kuharibu kitu wewe. Shoga yangu mimi nimekuelewa. Sasa acha niwahi, niende nikaonane naye. Sawa nenda. Shoga yangu. Kuwa makini, sawa? Usijali kwa hilo, nitakuwa makini. Bye. Bibi, mimi sitaki kuchelewa tena kwa sasa hivi. Nisije nikamkosa Irene. Nisiwe muongo, kwa sasa hivi nampenda sana. Kwa nahitaji kwenda nyumbani kwao. Nijue nalifanyaje hili jambo. Sawa, hata mimi nimefurahi. Hapo ni wewe kwenda kukamilisha ili jambo. Ila bibi, toka nimfahamu Irene, kwa sasa hivi nimekuwa mpya kabisa. Moyo wangu umekuwa na amani tofauti na mwanzo. Moyo wangu kwa sasa hivi hauna makasiriko tena. Kiukweli nampenda sana Irene. Na sijui kwa nini nilikurupuka kwenye kuoa. Kila jambo, kila kitu kina muda wake. Hata mimi napenda uwe na furaha kama ulivyokuwa nayo sasa. Asante sana bibi kwa kuendelea kuipigania furaha yangu. Na nisiwe tu muongo, kwa sasa hivi nina furaha sana, tofauti na mwanzo kabisa. Na Irene ameushika sana moyo wangu. Sawa, mimi nikuache, wacha nisije nikachelewa. Niende nyumbani kwa kina Irene. Haya, sawa. Ubaki salama. Inshallah. Rafiki yangu, yaani mimi shemeji yako ananiumiza kitu. Kwa nini yeye mtoto akunze mwenyewe ampendi? Yaani anashindwa kuona huruma mpaka mtoto akunza mwenyewe. Haya sasa, hapo unaweza kusema kuchi mapenzi ya mama kwa mtoto la wapi hapo? Mtoto wake mwenyewe
anashindwa kunithamini. Mapenzi la mama kwa mtoto la kuhapi hapo. Majukumu lote, mambo lote ameniachi mimi. Mimi mwanaume, mtoto yule ni wa kike. Haya ndio wote ndio atalala na mimi. Huduma zingine za kumhudumia mtoto yule, nitamhudumia mimi. Wewe nipo wakati ngumu mimi. Yaani kichwa chenyewe anaona cha kuku anakibebesha tenga. Haya. Nitaweza kulimudu kweli? Yaani mimi niachie na mzigo mkubwa kweli shemeji yako. Wakati mwingine Benson, wewe mwenyewe unajua unakosea. Hili jambo ili lisikutese, inabidi uwe mkweli. Hasa wewe kuna vitu ambavyo unapita chenga chenga, na ndio maana shemeji wakati mwingine anakuwa hakuelewi. Jaribu kuwa mkweli tu. Wewe fungua tu. Wewe mwambie bwana hivi na hivi na hivi na hivi. Mweke wazi ili na wewe uwe uhuru. Ninachosema hicho ndio ninachosema mimi. Lakini sawa, nitaweka ukweli kama wewe unapisema. Lakini shida inapokuja kwamba majukumu yale mimi juu ya mtoto yule ni makubwa. Mtoto yule wa kiei. Mtoto yule amenizaa yeye. Miezi 9 tumboni amemweki yeye. Yeye anaamua kunyanyasa mtoto yule pasipo sababu na msingi. Haya sasa. Kwani mimi si ndio nilikumbana naye? Mimi si ndio mwenye makosa? Kwa nini yeye anaamua kumtesa mtoto? Mtoto anakosa gani? Yaani mpaka mimi ndio mwingine nawaza mambo mengi. Vitanda vya watu hapa vinanisubiri mimi. Nitoki hapa, niende nyumbani, maneno kibao. Mambo mengi la mtoto yule. Ananiuliza maswali. Mala mama huyu haweko hachi kwaje? Mala mama haweko hachi kwaje? Nangu yani mimi nakuwa na mambo mengi. Ndio mwingine yani wala silali. Nikilala mimi nakuwa nalota. Nalote ya mwanangu yule. Ila hapo napo anazingua. Shemeji anafeli. Kazi ambazo litakiwa afanye shemeji unazifanya wewe. Hapo kiukweli inapaswa mtoto umpeleke kwa bibi yake. Kwa sababu yule mtoto unapomuogesha, wewe usitahili kumuogesha mtoto. Yule mtoto wa kike unajua. Ila wakati mwingine inabidi azingatie mtoto. Ile unaloongea lipo sahihi. Wakati mwingine mtoto anatoka shuleni amechoka, si unajua? Inabidi aoneshe kumjali. Hapo umesema jambo jema. Yaani umesema jambo la kweli kweli. Lakini Biti Matendo kumpeleka mtoto yule ataishi kwa raha kweli yani. Biti Matendo ana huruma wewe. Bibi yule ana huruma. Mimi nitakachofanya ndi hicho. Kuliko kubaki na mimi mtoto yule mtoto wa kike. Kama angelikuwa wa kiume yule wala kusingekuwa kuna tabu. Wewe fanya ima vile nilivyokuelekeza ili majambo yakae sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini wanawake wanimulala kwa yani wananiumiza kweli wanawake. Unajua wananiumiza. Yaani mke wangu mama Neo mimi tatizo yeye amejua kuchi mimi nampenda. Na lote la tuke katikati yake. Yeye ndo anafurahi. Sasa ni kama nilivyokuambia. Muda huu mtoto anakaribia kurudi shule. Mimi ngoje ni mwai mtoto kwanza. Basi wewe nenda mwai mtoto. Sawa. Lakini kesho tutakutana. Tutajadili vizuri. Sawa sawa. Haina shida. Sawa. Ila ndugu yangu unapitia magumu sana. Wewe acha tu. Pole kakangu. Ndi maisha yote hayo. Pole bwana. Mheshimiwa, tunashukuru kwa kutupokea. Kwa hakika au unaweza ukaona kama ni kitu cha ghafla tu, na ni kweli ni ghafla. Yametokea haya kama ambayo unamfahamu kijana wangu Yusan. Alikuja kwenye familia hii, akafuata taratibu ya kutoa mali kwa sababu amempenda sister wako. Na kiukweli amefuata taratibu zote. Sasa tumekuja ghafla, kijana wangu amepatwa na dharura. Anahitajika kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo ameona si vyema akiondoka peke yake. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuomba ruhusa aweze kuondoka naye ili akapajue kule. Alafu atakaa kwa muda tu kule.
Akitoka hapo, taratibu zitakazofuata akirudi hapa, tutamaliza habari ya ndoa. Kwa hiyo tumeona si vyema tukafanya kama vijana wetu wa sasa hivi wana mambo ya kutoroshana nini bila kufuata taratibu. Tumeamua sisi tuje kiutaratibu sasa. Kwa hiyo tunaomba ridhaa yako. Kikweli kwa sababu awali taratibu zote zimefanyika, na hata hivyo sisi tulisharudisha majibu kwamba yupo tayari kwa muda wowote yeye atakaposema anahitaji kuoa. Swala la kwenda yeye kupajua huko Irene ni jambo jema, kwenda akapajua anapoishi huyu bwana, kwa kuwa huyu naye huko aliko ana wazazi. Sasa labda tu ningesema mimi labda iza kuna mtu wa kwenda naye, ila bahati mbaya sina, na mimi mwenyewe labda ningesema niende, lakini kutokana na shughuli zangu za shamba kwa kipindi hiki cha mvua siwezi kwenda, ila ninaruhusu aende, ila asikae muda mwingi. Sawa sawa. Lakini najua ndoa bado haijapita. Swala la kwenda kupajua kwanza anapoishi mwenza wako ni jambo zuri, sio jambo baya. Mimi hilo ninaliruhusu, lakini pia ninachosisitiza tu kwamba huyu bado hajakuwa mke rasmi kwa sababu ndoa haijapita. Sawa. Kwa hiyo endapo litatokea changamoto au jambo lolote tofauti, bado mimi ninakudai wewe mdogo wangu. Sawa. Na kwa lolote litakalotokea baya, yani bado wewe utakuwa umehusika. Wewe ndio unamjua vizuri huyu bwana kama ulivyomleta, na sisi tulimpokea kwa sababu amekuja kwa heshima yako. Sawa. Yangu ni hayo tu. Mimi nipo tayari aende, na Irene nitakuja nitamwambia bwana jiandae uende ukapajua anapoishi mwenza wako. Kule kuna wazazi wa mwanaume. Sawa. Ukawaheshimu kama unavyoniheshimu mimi. Sawa. Kwa hiyo hilo halina shida. Kwanza mimi nitangulize shukrani kwa kuweza kuruhusu hili jambo la kuondoka mimi na mke wangu mtarajiwa ambaye ni Irene. Hilo nashukuru sana. Lakini swala la pili ni kuahidi tu dada yako ataishi vizuri kwa amani, upendo. Lakini swala hili ambalo la harusi, mimi nitajitahidi haraka iwezekanavyo nitalikamilisha. Mimi mipango tu ambayo naenda kuweka midogo midogo, ambapo ikikaa sawa mimi nitalikamilisha. Basi sawa, mimi nimelipitisha kama nilivyosema, lakini tu nakusisitiza bwana, wewe ni kijana. Sawa. Na ndoa ni jambo la heri kama tunapofahamu, na si kama kila mtu anatamani. Sawa, jambo hili. Kwa hiyo kama endapo mtafanya hizi taratibu za ndoa zikaenda kwa haraka, itakuwa ni jambo jema zaidi kuliko zikachelewa, maana kuna mtu anaweza akaingiza jambo lake naye hapo kukwamisha mambo. Sisi tunajuana huku kwetu ni kijijini. Sawa. Sijui nyinyi wenzetu huko mjini mnaishije kwenye masuala haya, ila sisi tu tunajuana, na ndio maana unaona hili jambo linakwenda kwa serious mkubwa. Lakini tu endapo nyinyi mtapolifanikisha kwa haraka, nadhani litaenda tu vizuri. Basi tunashukuru sana. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaamini kwa baraka zako mambo yote yatakwenda safi. Asante. Muda wowote mimi mtakapojisikia huo siku nane. Sawa, hapo ndio hapa nyumbani, kwa hiyo sawa, nitafika muda wote. Basi mimi nadhani nisiwatoe. Basi wao shambani. Asante sana kipenzi. Kwa hakika nimeenjoy sana kipenzi. Asante. Hata mimi pia nimefurahi sana kipenzi. Lakini ninadhani uso muda kujificha tena.
kwa kuwa tayari nishaongea na wazazi wangu, nataka tulete posa nyumbani kwetu. Sasa naomba unisikilize. Hiyo dawa niliyokupatia ndio funga kazi. Hiyo dawa ndio inakwenda kumfunga akili huyo mwanaume. Mapenzi yananipa raha, mapenzi yananipa raha, nahisi raha, minajisi raha. Chumba changu kwa sasa kitakuwa ni hiki. Na chumba kile kitakuwa ni chumba cha wageni. Mama, huyu ni mke wangu Kibenga. Mke wangu. Huyu ni mama wangu. Mama kijacho, mama kijacho, mama kijacho, mama kijacho. Kilicho kwako cha samani kwangu, sitokushusha thamani, nishajifunga moyoni. Tulivotenda tena, mimba yako ni upendo, nuru yetu ndo mwendo, pendo. Sikujua kama kupata kwa mimba kwako iwe sababu ya shida kwangu. Malalio unitaki na mapungufu, eti jilani ndo mkamilifu. Eti kwamba leo ninanuka uvundo, jasho langu kwako shida. Nikisema neno, harufu yangu kwako inaleta mzozo. Makijacho, oh mama kijacho, mama kijacho, mama kijacho, mama kijacho, oh mama kijacho, mama kijacho, mama kijacho, mama kijacho. Inanuma sana roho yangu nikiona mukikumbatiana, wakati huyu ni wa kwangu na kilicho ndani ni cha kwangu. Nanyogosha mikono juu kama ndo mimba.